Na nipo hapa kwa heshima kubwa leo. Tumekutana kwa lengo la umuhimu sana, kuboresha kanuni ya usimamizi wa taka ngumu. Hili si suala la mazingira pekee, bali ni suala la afya, jamii na uchumi na mustakabali wa vizazi vijavyo. Kasi ya ukuaji wa miji na matumizi ya kila siku imeongeza kiwango cha taka kinachozalishwa. Hivyo basi ni wajibu wetu kuhakikisha tunakuwa na kanuni madhubuti zinazotekelezeka na zinazoendana na mahitaji yetu ya sasa. Nadhani leo tumeweza kuwaita kwa sababu tunawaamini ni bora katika maendeleo, ni bora katika upeo, na nawaona wazi kwamba mpo madhubuti katika uzoefu wa hili jambo. Leo tumeweza kuwaita, na ndo maana nikamwambia Bi Mwaju, endapo mkifika basi leo nitakuwa mwenyewe hapa, kwa sababu naamini katika nguvu zenu kazi, mnatufurahisha, na Mungu pia na nyinyi pia azidi kuwalinda. Kupitia kikao hiki nina imani tutashirikiana mawazo, uzoefu na suluhisho bunifu ili kuboresha sera na utekelezaji wake. Tuchukue hatua leo kwa ajili ya kesho iliyo safi na salama zaidi. Kwa machache hayo, napenda kutamka kwamba kikao hichi kimefunguliwa rasmi. Kikao cha wadau cha kutoa maoni kuhusiana na kufanya mapitio ya kanuni ya udhibiti wa taka ngumu ya Baraza la Manispaa Mjini. Hicho ndicho ambacho kimetuweka leo hii. Kwanza tufahamu kidogo, nadhani kanuni hii ya Solid Waste Management sio kanuni ngeni, ambayo kwamba huu ni mwendelezo, na kanuni hii ilianzishwa nakumbuka mwaka 2017, ambayo ilikuwa lengo na mazumuni ni kusimamia usafi na hasa katika masuala ya taka ngumu katika maeneo ya Baraza la Manispaa Mjini. Lakini kwa kuwa sasa kwamba muda ulipita, kwa sababu nikatoka 2017 mpaka leo 2026 ni muda mkubwa sana. Kwa hivyo, na kama unavyofahamu kuna mambo mbalimbali yamebadilika. Sasa kama manispaa, na kwa mujibu wa sheria yetu sisi, maana yake ukaenda kwenye kifungu cha 26 kidogo cha kwanza cha hii na kifungu cha 27 kinatuelekeza kama taasisi tunaweza tukatunga kanuni. Kwa hiyo kuna sababu mbalimbali ambazo zilizopelekea kwamba Baraza la Manispaa ya Mjini kuweza kuifanya review ya kanuni hii kama hizi zifuatavyo. Sababu ya kwanza ni sababu ya mahitaji. Kama unavyofahamu kwamba dunia sasa hivi imekuwa, mji umeongezeka, watu wameongezeka. Kwa hivyo hii ikapelekea kwamba ni wajibu wetu sisi kuweza kuirekebisha kutokana na mapungufu ya kanuni iliyopita. Lakini ya pili, mapungufu katika baadhi ya vifungu. Imeonekana kwamba kuna baadhi ya vifungu vya kanuni haviko vizuri. Manake kwa haviko vizuri kwamba mfano kama kwenye tozo, mfano ya maduka imeweka tozo ya aina moja, lakini ukatizama kuna utofauti wa uchafuaji wa uchafu katika maeneo ya mjini na ukubwa wa maduka na udogo. Kwa hivyo ikaonekana kwamba lazima tuende na mabadiliko. Lakini pia mabadiliko ya kiutendaji, kama unavyofahamu kwamba serikali inabadilika kiutendaji na makusudio makubwa kwamba kuona kwamba kuna mambo yalikuwa bado hayako sawa kutokana na kanuni iliyopita. Kwa hivyo kaonekana kwamba sasa moja kwa moja tuweze kuingia katika mfumo. Lakini nyingine pia kuimarika utaalamu na uchakataji wa taka, kuongezeka kwa utaalamu wa uchakataji hizi taka, kwa sababu hapo nyuma pamoja na kwamba tulikuwa tunayo kanuni ile ya 2017, lakini haikutoa ile room kubwa kuweza kuchakata taka kwa kupitia utaalamu kama tulivyokuwa nao hivi sasa. Kwa hivyo ikaonekana sasa ni hakuna jinsi kuweza Lakini nyingine ilikuwa ni time factor, muda ulikuwa umefika tu. Kama unavyofahamu kwamba hizi kanuni mara nyingi zinabadilishwa kila baada ya muda kutokana na kwamba ile
kwamba kutokana na mahitaji, lakini kutokana na kwamba na hali ya mji jinsi ulivyo, na ukizingatia mji wetu sio umekuwa ni kama ni kioo, lazima inabidi kwamba kila baada ya muda lazima tuweze kutunga kanuni, kutokana na kwamba kama unavyofahamu kwa Mheshimiwa Rais sasa hivi amekuwa ana mkakati maalum kuhusiana na usafi wa mji. Kwa hivyo kama baraza nalo lazima tuende sambamba na Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo kwa mantiki hiyo sasa ukaona kwamba ndo tunayo tukafanya, lakini vile vile kwamba kuongeza mapato nayo pia kanuni ni chanzo cha mapato, kwamba kulikuwa kuna baadhi ya mapato hatuyapati kwa kupitia kanuni ya taka za huduma taka ngumu. Kwa hivyo kama baraza na sisi, manake moja katika jukumu letu la msingi ukienda kwenye kifungu cha 70 pale ni kushanya mapato ili kuongezea taasisi kuweza kufanya kazi zake kwa umakini, kwa sababu sisi kwamba bila kuwa na mapato mengi na kama unavyofahamu sema majukumu yetu ni katika sheria ile ni mawili. Moja kuhudumia wananchi. Sasa huwezi kumhudumia mwananchi bila kuwa huna uwezo wa kifedha na mapato ya kuondosha.